Kama umekuwa ukitamani kujua ni mambo gani ambayo unafanya wewe katika biashara yako ambayo yanafukuza wateja wako, Coach Amani, Coach Asena Konakono, leo nitakwenda kukupa mambo 6 ambayo unafanya yafukuze wateja wako katika ukurasa wako wa Instagram. Kama ni mara yako kwanza unafika kwenye account yangu, don't forget to subscribe. Bonyeza pale palipoandikwa subscribe. Lakini kama unasikiliza kupitia Apple Podcast, follow hii show na waambie wengine kuhusu Coach Amani. Jambo la kwanza ambalo linasababisha followers waondoke au wafukuze ni majivuno. Una majivuno. Yes, majivuno yanaweza yakawa yanatokana na ukubwa wako kwenye industry au kwenye hicho kitu ambacho unakifanya. Inaweza ikawa ni status yako kwenye jamii, inaweza ikawa ni idadi ya followers uliokuwa nao, inaweza ikawa ni idadi ya watu ambao umefanya nao kazi. Labda kama ulifanya kazi na watu mashuhuri, ile ego yako inaweza ikakufanya iwe kubwa ili ukashindwa kujua kudili nayo. Kwa hiyo unaweza ukawa na majivuno mengi kwamba mimi si fulani. Kwa hiyo hiyo inaweza ikakuaffect, ikakufanya wateja waondoke au wafukuze. Kitu kingine ambacho kinachofanya wafukuze wateja wako ni kutojibu message kwa wakati. Yes, unajua kabisa umepost kitu mtandaoni alafu let's say hujaweka maelezo ya kutosha. Wale wateja wanapokutafuta kwenye WhatsApp au kwenye inbox au kwenye DM, jitahidi kujibu message kwa wakati. Hata kama una wafanyakazi, basi jitahidi kutenga wafanyakazi pia ambao wataweza kujibu DMs ambazo unapokea katika ukurasa wako wa Instagram, wewe ambaye ni mfanyabiashara. Jambo lingine ni kutoandika bei na maelezo ya kutosha kwenye picha yako au pamoja na caption. Naelewa sometimes baadhi ya wateja wanaweza wakawa wameona kuna bei umeandika lakini bado wakauliza. Lakini kama mfanyabiashara, jitahidi kuandika bei kwenye mstari wa kwanza wa chapisho lako. Usiweke bei mafichoni. Kabla mtu hajabonyeza neno see more, hakikishe wewe kama mfanyabiashara umeshaweka bei. Anza bei then maelezo mengine. Itakusaidia sana ku avoid unnecessary DMs au kujielezea sana kwa watu. Mtu atakapokuwa ameona post yako anajua kabisa hichi ni kitu fulani, pale atakapokutafuta anajua ni kulipia au ni mambo yanaenda smooth. Yes. Kwa hiyo jitahidi kuandika bei. Kwa hiyo kutoandika bei kunasababisha wafukuze wateja. Lakini kitu kingine, hautoi maelezo ambayo yanajitosheleza kulingana na bidhaa ambayo unayouza au huduma unayotoa. Kwa hiyo unawaacha wateja wako wanahang. Hiyo inawafanya wafukuze wateja wako. Lakini pia haufuatilii oda ya mteja au kujua mteja kwamba amepata bidhaa yake baada ya wao kulipia. Kuna baadhi ya wafanyabiashara ukishapokea muamala wa mtu ndio ushamsahau mteja wako. Jitahidi kufuatilia wateja wako kujua kama umepokea mzigo. Kama umetuma mzigo, jitahidi kuangalia kwamba mteja amepokea mzigo, ameuonaje, amefiaje. Lakini ile feedback ukiipata, una post kwenye Instagram story yako au kwenye status kuonyesha watu kwamba watu wanapokea mizigo vizuri wakifanya biashara na wewe. Jambo lingine ni una huduma mbaya kwa wateja. Unaweza ukawa na majibu mabovu au let's say uko kwenye social media unajitangaza vizuri, lakini let's say wafanyakazi wako ndo wanakuangusha. Kwa hiyo wewe kama mfanyabiashara, jitahidi kuwapa training wafanyakazi wako ili biashara yako au brand yako iendelee kuwa kubwa na uendelee kuwabakiza wateja na sio kuwafukuza. Na imani umejifunza kitu sana katika episode ya leo, ikiongozwa na Coach Amani, mwalimu wa biashara kwenye mitandao ya kijamii. Comment hapo chini kama umepata kitu, lakini pia kama unataka kujiunga na mafunzo yangu au kozi ya online ya Uza Daily, angalia kwenye first comment kama unatazama video hii kwenye YouTube. Endelea kunifuatilia katika ukurasa wangu kwa maswali mengine zaidi, lakini Instagram, YouTube, TikTok na Facebook natumia jina hili hili.